ambao Mungu amewapa neema na kibali cha kufika katika ibada hii na maombi ambayo tutakuwa nayo siku ya leo. Tutakuwa na somo linalosema kutambua mpango wa Mungu juu ya nafasi ya mwanadamu. Kutambua mpango wa Mungu juu ya nafasi ya mwanadamu. Amen. Kutambua mpango wa Mungu juu ya nafasi ya mwanadamu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya nafasi ya mwanadamu katika wakati wa sasa na ujao hapa duniani. Kutambua mpango wa Mungu juu ya nafasi ya mwanadamu katika wakati wa sasa na ujao hapa duniani. Na nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Esta sura ile ya kwanza mstari wa 10 na Esta sura ile ya 4 mstari wa 12 na ule wa 16. Kitabu cha Esta, nitasoma sura ya kwanza mstari wa 10 na nitasoma sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: kutambua mpango wa Mungu juu ya nafasi ya mwanadamu na katika wakati wa sasa na wakati ujao hapa duniani. Wakati mwingine tunazungumza habari ya kupata nafasi mbinguni. Nazungumza habari ya mpango wa Mungu juu ya nafasi yako wewe mwanadamu ukiwa hapa duniani. Amen. Bwana asifiwe. Na nimezungumza habari ya kitabu cha Esta. Sikiliza nikwambie, kuhusiana na nafasi, lakini niseme kidogo kuhusiana na niliposoma kwenye kitabu cha Esta. Kabla Esta hajamalkia, kulikuwa kuna malkia anaitwa Vashti. Vashti alikuwa malkia mrembo, malkia mzuri. Biblia inasema alikuwa ni mzuri wa uso. Vashti haonekani kama alikuwa na shida, alionekana ni mzuri, lakini nafasi hii ya malkia ilikuwa ina mpango, ina ajenda mbele. Mungu alikuwa na mpango na ajenda juu ya nafasi ya malkia, na Vashti alikuwa hawezi kubeba mpango na ajenda za Mungu sawa sawa katika nafasi ile. Bwana Yesu asifiwe. Ili mlazimu Vashti atoke kwenye nafasi hiyo. Haijalishi kwamba alifanya kosa la kumtii mfalme. Mfalme alimuita Vashti, akamwambia Vashti, mleteni Vashti. Maana wakati ule alikuwa anakaa mzee, mfalme anakaa na watu wake wanafurahi. Baada ya kufurahi, mfalme akaagiza alete malkia Vashti aje aonyeshe uzuri wake mbele za watu. Mheshimiwa, uwe na mke wako, alafu umekaa na marafiki zako na watu wako mbalimbali na viongozi mbalimbali, unawaleta, alafu umwite kwenye tafrija, umwite mke wako aje aonyeshe uzuri mbele za watu, aje atengue mbele za watu. Alafu mke wako aseme hapana, hataweza kufanya, alafu uwe sababu ya kufukuza mke. Mwanete hivi, hiyo sababu inatosha kufukuza mtu? Darasani, hiyo sababu inatosha kufukuza mke? Haitoshi, sio? Ni kitu gani kinasababisha mpaka Vashti akafukuzwa? Mke wa mfalme akatimua kwamba kuja tu, na mwingine alisema labda ni hekima, aliona hakuna haja ya kuja kudengua mbele za watu, lakini ni kosa la kutoka pale. Shida ilikuwa si kwamba Vashti amefanya kosa kubwa huko. Shida ilikuwa ni nafasi alionayo. Asingeweza kutimiza mpango wa Mungu, asingeweza kutimiza ajenda ya Mungu ya kuokoa wana wa Israeli, ya kuokoa taifa la Israeli. Kwa hiyo kulisababu hata kosa ndogo, nafasi hata kama asingefanya kosa, hakikisha kwamba Vashti angeondoka kwenye nafasi ile, ili aje na mara
nafasi ya mwanadamu katika wakati wa sasa na ujao. Unapozungumza habari ya nafasi, unaweza kujiuliza maswali kadha wa kadha: nimetoka wapi na kwa nini nipo hapa? Nafasi nilionayo ina umuhimu gani na ina mchango gani kwangu na kwa wengine? Yaani, kwa nini huko? Umetoka wapi na kwa nini huko? Na uwepo wako, nafasi yako wewe ina athari gani kwa watu? Ina umuhimu gani kwa watu? Na watu ambao wanaishi yaani wanafikiri kwamba wao hawana nafasi yoyote, yaani anachukulia kama hana umuhimu wote kwenye maisha. Kuna watu katikati ya familia, lakini kwenye familia anajiona kama yeye si kitu ndani ya familia. Kuna watu katikati ya jamii, lakini hajihesabu kama ni mtu mwenye athari, mwenye faida katika jamii. Anajichukulia tu anaishi kwenye jamii, lakini ana nafasi yake kama ni ya muhimu ndani ya jamii. Kuna watu kwenye ofisi fulani, lakini ndani ya ofisi anaenda tu, lakini si kana kwamba anajua ana umuhimu, nafasi yake yeye kama yeye ndani ya ofisi ya muhimu, lakini yuko kwenye ofisi. Na utaona jinsi anafanya, anapoitukia, anapoamua maamuzi yake. Utakuwa ni mtu ambaye yuko amekata tamaa. Mungu anaomba nafasi unayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama vizuri kwenye nafasi unayo, Mungu na nafasi unayo. Kwa tunapozungumza habari ya mpango wa Mungu ya nafasi yako wewe, tunazungumza mwanadamu azungumze na wewe hapa. Kwa hiyo usijiulize maswali, ujue kabisa, tafuta umuhimu ulionao kwenye nafasi wewe. Na hakuna hata mmoja ambaye atasema hana nafasi. Yaani ule mahali hapa itakushangaa kama utasema hauna nafasi. Hauna nini? Nafasi. Wakati wewe Mungu anakuumba, wakati Mungu anaruhusu uje duniani, nafasi yako pale ya Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo anakuambia na Yeremia? Kama sijakuumba katika tumbo, nalikufa. Na kama kutoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka ili wewe kuwa nabii wa mataifa. Yaani anazungumza kwamba kabla hata hajaumba tumboni, kabla ya kutoka tumboni, aliweka nafasi ya yeye kuwa nabii ilikuwepo. Kwa hiyo hata kama manabii walikuwa 1000, nafasi ya kwake ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana usielewe nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho ipo. Mungu ameweka nafasi. Kwa hiyo inawezekana ukafikiri nafasi zimeshakaa na watu wengine wameshakaa kwenye nafasi, na ukaona kama wewe huna nafasi, hata kama wao wako 1000, lakini nataka nikwambie nafasi yako iko pale pale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama Mungu ameachia wito, ana nafasi ni wito kwenye nafasi, na nafasi inaweza kuanza kabla yako. Na kama uamini Mungu, kabla hajaumba mwanadamu anatengeneza nafasi ya mwanadamu ili atakapokuja akae. Kwa hiyo wakati unawaza nafasi yako tayari Mungu alishaiweka, ili adui wakati mwingine anatuchanganya ili tusielewe. Halo, Mungu atusaidie kuelewa. Amen. Mungu atusaidie kufanya nini? Atusaidie kufanya nini? Kuelewa. Ni somo ambalo lipana kidogo, kwa hiyo nitajitahidi tuniseme vile ambavyo Roho Mtakatifu ataniruhusu kuvisema hapa. Roho Mtakatifu nisaidie ili niseme vile ambavyo ni muhimu hapa. Nafasi imebeba mambo yafuatayo. Nafasi imebeba mambo yafuatayo. Imebeba ajenda, malengo. Ajenda hivi ni kitu gani kama nisema? Hello? Nikiweka na nisema asante sana. Tenda pamoja. Nafasi imebeba ifuatayo. Nafasi imebeba ajenda. Hello? Imebeba nini? Ajenda. Imebeba malengo au
umebeba malengo au mpango, lakini nafasi na jambo la tatu imebeba muda. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa kwenye nafasi, tambua mambo hayo, tambua ajenda, tambua malengo. Kwa hiyo mtakiingia kukaa kwenye nafasi, asipojua ajenda hiyo nafasi